mama yangu. Nilikuambia nini? Wewe Rafiki yangu. Nilikuambia usije ukatoa siri za nyumbani. Na hapa unataka kutoa siri, si ndio? Rafiki yangu. Acha mwambie. Nisikilize basi mdogo wangu. Unaongea na nani? Mbona mimi sielewi unaongea na nani? Unanichanganya unajua. Naona nikiongea hunisikii. Nitaongea kwa vitendo, la sivyo nitamuua rafiki yako. Hapana mama, usifanye hivyo, nakuomba, nimwachie miguu yako, usifanye hivyo, mimi nakuomba, usimwache. Rafiki yangu. Wewe, nyanyuka mamangu, nyanyuka mdogo wangu. Unaumia mimi. Nyanyuka basi, jikaze. Ni peke yangu sasa siwezi. Nyanyuka basi. Mungu wewe, mdogo wangu. Jikaze basi nikupeleke nyumbani. Nyanyuka. Nyanyuka mamangu, unaogopesha. Au mtani na mapanga eti kwendeana kwa waganga kama sista duku twa kudanga. Au mtani na mapanga. Halo. Jamani, unandai hela mchezo? Hapana kwa kweli. Nimekuja juzi mpaka kwako. Nafika hapo kwako tu kuna mdada alikuwa nje, nikamuuliza, "Bibia huyu yuko wapi?" Akaniambia bibia ametoka. "Umeleta nini?" Nikamwambia mimi nimeleta la mchezo, nilikuwa nataka nimwachie. Akaniambia usijali, niachie hata mimi nitamfikishia. Sasa unanichanganya unaponiambia kwamba hujaipata. Ndio na mimi nikaona sio mbaya kumpa kwa sababu hela si unajua ikai ndani. Mwenzangu nimemwachia kabisa, nikasema akae nayo. Unanichanganya ukiniambia kwamba hajakupa. Weka muulize tu vizuri yule mdada jirani yako chumba cha pili. Ndio kumbukumbu zangu zinavyonituma kwamba yeye nimemwachia pale. Mimi sitaki ugomvi na wewe, sio ugomvi na wewe, mimi nautakia nini? Yaani nyinyi mna bahati. Ile mnatoa tu mguu wenu wazee hao. Yaani pona yenu nyinyi ni kutoka. Si mnaelewa? Mimi na voice ni wale ambao tunapotezea muda. Wanakaa na visasi moyoni, wanaamua kutuchomesha. Nisi nikwambie kitu. Kama mimi juzi. Si kuna askari kajipendekeza bwana nikapita na simu yake. Kumbe kuna mapito ya simu afu sijagewa changu. Madam yako si nilikupa wewe ya siku wewe. Unataka kila kitu nikupe. Vile vingine vilivyobaki ni marupurupu yangu. Sasa kumbe unataka umpe nani? Ina maana mimi sifai kupata marupurupu. Wala kwambia mimi sina shida marupurupu nani? Wewe tena madam, unapopenda hela. Koma wewe. Punguza wewe tena usinitolee kibesi hapa. Muangalie vimeguu vyake kando ndogo. Shenzi wewe. Eti nganganganga. Unasopenda hela dunia hii? Kwanza kwendeni huko. Udogo wangu wewe. Niambie. Hapa ninavyokuambia amekuja sponsor. Huyo sponsor anakutaka wewe. Mbona kaja huyo? Mimi napita naye kama kawaida. Nakukubali. Sina shoko. Tuondoke. Hapo. Unaenda wapi? Mama, nimemleta rafiki yangu, anajisikia tumbo linamuuma. Anajisikia tumbo linamuuma, wewe ni daktari?
Kama daktari si ungemtibu huko huko, ungemleta hadi huko. Muachie. Muache nimesema. Wewe, naomba uondoke. Ondoka bwana. Mtoto mwingine imelelewaje jamani kwao? Aya, na wewe njoo hapa. Yaani ukiendelea na jeuri, moto ndio huo mpaka ukome. Unisamee mamangu. Mimi nisaidie, dawa tumbo inaniuma. Sasa inaumia. Unaona jeuri zako zimekuisha. Sasa sikiliza nikwambie. Siku nyingine ukirudia utalipata la moto zaidi ya hili. Si unanielewa? Yaani jeuri zako tena usije kurudia. Ukirudia wewe cha moto utakiona nakwambia. Maana nakwambia acha hiki wewe kimbele umejaa mtoto. Si ndio? Mpuuzi, hebu simama bwana. Yaani mtoto mwenyewe utafikiri sio mtoto wangu, si kabila gani huyu? Hebu simama. Simama vizuri, ushakaa sawa. Wewe umekuwa uzibe kwenye njia zangu, yani njia zangu wewe unakuwa unanizibia. Kwa sababu gani unanizibia mambo yangu, wewe mpumbavu mmoja wewe? Mama wangu ni mama teso kiasi cha dunia. Nilikuwa ni mama wangu mzazi wewe. Mimi ndio mama yako mzazi niliyokuzaa. Na ukiendelea kupita kwenye njia zangu, nitakuumiza zaidi hata hivyo unavyoumia. Kama hivyo sala uniue ndio kwa mateso unanipa mara kwa mara. Si bora uniue. Kutwa kupalangana. Na nitakuwa kweli ukileta ujinga. Ondoka hapa. Puuzi nini? Ukileta ujinga na kuwa kweli mimi mfikiri nashindwa. Na nitakuwa kweli ukileta ujinga. Ondoka hapa. Puuzi nini? Ukileta ujinga na kuwa kweli mimi mfikiri nashindwa. Mimi nipo shoga yangu, nazidi kunawili tu. Zeki, Acha kunipamba bwana. yamekuwa haya tena. Za kutukimbia kwenye mji wetu. Shoga yangu nilipata bahati huko mjini ya kwenda kufanya kazi ya mgahawa, kwa ndo nimerudi kuja Jamani, hongera. Vipi lakini shemeji ya jambo? Kwanza kuhusu shemeji yako hiyo acha kabisa. Maana shoga yako sasa hivi mimi ni single mama. Nalea mtoto wangu mwenyewe. Dada? Dada? Mimi? Au huyu? No, mwenye shati ya mistari. Kwani wewe umeolewa mpaka unakataa kwenda? Wanaume wenyewe ndo hawa. Sasa hivi wameisha wote, wamebaki huko TikTok wanafanya ujinga. Wanaume walioa maana hao hapo. Basi. Hai, changamka. Alafu niambie kinachoendelea. Wewe ni mrembo, nimetokea kukupenda na nimekuchagua uwe faraja wa moyo wangu. Aisee, nisamehe sana kakaangu. Mimi na mpenzi wangu nampenda sana. Sawa, sijakataa, lakini nilikuwa nahitaji nikuonyeshe utofauti wa mimi na yeye, yaani kocha na mchezaji. Napenda. Kiukweli hakuna mwanaume anaweza kumzidi yule. Nampenda sana. Elewa hivyo kakaangu, nakuomba. Nilikuwa nahitaji basi hata namba yako, pengine naweza kwa siku nyingine ukawa na shida labda. Kwa kweli utanisamehe, mimi sitaki. Chukua basi hata hela ya maji, si unajua. Asante, nashukuru kakaangu. Asante sana, Mungu akubariki. Jamani, mbona hata hilo unanikataa na lenyewe? Asante, Mungu akubariki. Asante. Hatari sana. Alikuwa anakuambia nini? Nashukuru. Acha namtongoza. Vipi, umekubali? Mimi simtaki, kwa sababu na mtu wangu. Sasa ulichomkatalia hapo kitu gani? Mimi na mtu wangu. Sijaolewa lakini na mtu wangu tu. Lakini mume wa mtu nampenda sana, lakini hajanikubalia. Maana yake unamaanisha wewe mume wa mtu umemtongoza wewe, si ndio? Na ndo hajakukubalia mpaka sasa hivi. Hapana, si unajua mapenzi ni hisia, nampenda sana. Mkajua una akili shoga yangu, kumbe ndo hivyo. Sio hivyo, yani uko za mama hivyo. Lakini hujui tu. Unajua mama mtu anajua kupenda na anajua kuhudumia. Ila nakwambia, hizo ni dhambi unazitengeneza. Hivi una habari kama kule nyumbani kwake atakuwa haachi chochote, hajali chochote, ni kwa ajili yako. Na wale watoto wanavyokosa ada ya shule, wanavyokosa mahitaji yao binafsi kama watoto wa baba, dhambi zinakuja kwako. Mama wa watu kule analia, unajua analia kwa ajili yako. Hebu acha mambo hayo bwana. Tafuta mwanaume wako, ndo kama hivyo kashakuja. Hebu mkubalie ufanye maisha yako. Mwanangu ndo huyo sasa. Sikia.
kila mmoja anakula urefu wa kamba yake. Kwa mimi sitaki kujua chochote kuhusu familia yake, mimi sitaki kujua kuhusu sijui nani, mimi sitaki kujua. Ninachojali mimi mwenyewe. Kwa kila mtu anasimamia maslahi yake. Lakini inabidi tu pia nikuelewe kwa sababu wewe ni shoga yangu. Yes. Hivi mzee, kwa nini unapenda kunifuatilia mimi tu? Na kwa nini unataka kuokoa hiki kiumbe nilichobeba katika tumbo langu? Afu isitoshe, ni wanawake wangapi katika mji huu hapa wana ujauzito? Kwa nini iwe mimi? Na unahatarisha mpaka maisha yako wewe. Unaweza kanipa majibu ya maswali yangu? Mimi sio akili yangu labda kukufuatilia wewe niwe mlizi wako. Hapana. Mimi nimetumwa na wazee kuja kukulinda wewe pamoja na hiki kiumbe. Hiki kiumbe kilichokuwa tumboni mwako. Hiki kiumbe ni kikubwa sana. Kitakuja kusaidia hii nchi. Na sasa hivi tu mimi ninakuwa mlinzi wako kwa wakati huu kwa sababu bado hujajifungua. Ukishajifungua huyu mtoto wala hutoniona tena. Kibona ingechia mume wangu tutawana. Umeshindaje? Bora na kazi. Nilikumisi yani. Nakumesikia pale na kazi. Wezi amini. Asante. Wezi amini marafiki zangu wameniambia twende tukaangalia mpira lakini mimi nimekataa. Nikasema nyumbani kuna mke wangu. Ananisubiria. Mimi nani niangalie mpira nishindwe kwenda kukaa na mke wangu. Mbona wewe kalala hapa? Kwa sababu yeye mwenyewe anajitosheleza kwa kila kitu. Hakuna mchawi atakayemdhuru, hakuna jambazi atakayemfuata, hakuna mdudu yoyote. Japokuwa wewe kwa sababu umuone humo tumboni mwako unaona umebeba kiumbe tu cha kawaida. Hapana, umebeba mtu mkubwa. Tena labda nikwambie, mpaka mumeo mwenyewe hiki kiumbe anakihitaji. Ili akatengeneze dawa azidishe ule utajiri wake aliokuwa nao. Na ndio sababu hata hakupendi kabisa kwa sababu uko karibu na mimi. Yeye anaelewa. Anatuma majambazi ili utekwe, akakipasue tumbo lako ila chukocho kiumbe na kia anashindwa. Wachawi anakitaka, mume anakitaka. Nimekupa siri hiyo. Sasa unafikiri ni mtu mdogo? Ni mtu mkubwa sana Salome. Kibona mbona kalala hapa? Asa mmangu ni mtoto wewe. Kusema chumbani hakujui mpaka nimuelekeze nimpeleke chumbani nimbebe mgongoni. Si wanajielewa wanajua chumbani chumba kiko wapi. Umeshindwa kuamsha? Halo vile vita vyenu havijaisha bado. Kibona. Kibona ni mara ngapi nawaambia kwamba msalale sebuleni? Hakuna melodi. Nimerudi ndio. Kama nilikumisi nikashindwa kulala bila kukuona. Ndio maana mara sebuleni. Unaumwa? Unaumwa? Sema basi nenda kalale. Alikwambia naumwa kwani? Yaani Kibona wachagi utoto tu. Beto nini kinaendelea kati yenu? Mtoto wako tangia una miaka 4 sijui miaka 3 ya kunichumchum ndo bado uko navyo vitu hadi leo. Maria vumilia. Hayo ni maisha ndo watu yatapita. Usikae kuni. Unajua napenda kulala mimi na ni muongeaji si nini? Unajua? Nenda kalale basi. Unaumwa? Haya Maria hivi si vitu vya kawaida bali kumchum mtu una shida gani? Nenda kalale.
Vitu vya kawaida. Mimi namjua vizuri, ulikuwa amejidondosha ili umdake. Hana lolote. Mimi simjui akili zake. Nazijua vizuri tu. Sasa mke wangu, unataka nimwache adondoke pale? Unataka nimwache adondoke? Ametoka usingizini. Mimi nikajua labda naumwa. Shida nini mke wangu? Unaona ni sawa? Na kweli kama ulivyosema, kwa nini wanawake ni wajawazito wako wengi hapa mjini? Unanifuata mimi? Naomba unithamini sana mimi, Salome. Sio kwamba labda nakuhitaji kwa njia yote, hapana. Utakapojifungua mimi wala hutoniona tena kufuatilia wewe. Kwa sababu huyu mwenyewe anajitosheleza, hata angekuwa mchanga. Hafuatwi na wachawi wala majambazi na mtu yoyote. Hakuna atakayeweza kumfuatilia. Sasa nitakupa kinga. Hiyo kinga inaitwa nuru. Hiyo nuru hiyo utakayokupa, sitaki uondoke uende simu yoyote nyingine zaidi ya pale pale nyumbani. Sitoke hata pale nje ya nyumba ukatembea labda dukani kabla. Ukiondoka ndio itakuwa umeondoka moja kwa moja. Sitokuona mimi na wala hatokuona mchawi yoyote na mtu yoyote hawezi kukuona. Ina maana tayari mimi nitakuwa nimesha kupoteza. Sitokuona tena katika maisha yangu. Na sio mimi tu, mtu yoyote, awe mchawi, awe nani, hawezi kukuona. Na mpaka wewe mwenyewe ukitembea barabarani utashangaa, mbona hakuna mtu ananisalimia? Watu hawakuoni. Kwa nakuomba sana unihurumie, Salome mjukuu wangu. Kuna muda nawaza hata yangefika mwisho kabisa, mwisho. Nipe mkono wako wa kulia. Usiniangushe. Hayo unaweza ukaenda nyumbani. Unatafuta kweli? Nilipo wasiwasi. Ni kweli kwa sababu tumeondoka pale bila kukuaga. Na ndio sababu ukawa na wasiwasi. Mimi nilijua tu. Kuna maneno mawili matatu nilikuwa namwambia Salome. Ndio. Lakini zaidi ya kitu kingine, Salome nimempa kinga. Kuna kitu nimempa mkononi. Na kuomba asija akaondoka pale nyumbani akaenda sehemu nyingine yote. Hutoweza kumuona wewe wala mimi. Na sio mimi tu, mtu yoyote, hata wachawi, hata wanga, kina nani wote hamna. Itakuwa kisha tupotea Salome. Kwa hiyo uwe makini sana, umchunge. Sawa, nimekuelewa. Haya, unaweza kaenda ufuatilie. Kibona kwenye mambo ya kukisikisi kama hayo amezoea tangia bado yuko mtoto, sijui miaka 2, sijui miaka 3 anakuwa kwa hivyo tangia tuko kule kijijini. Ananikisikisi hivyo, nadhani kazoea mpaka ukubwani, sasa bado anachukua hivyo vitu bado vinaendelea, ndio maana akanikisi. Zoea tu mambo yake ya Kibona. Kwani hujazoea leo? Yaani mpaka wazungu unakuta wanakisiana, unakuta mzungu anaenda kukisi mama yake. Mzungu anaenda kumkisi baba yake. Haona kali mambo ya nani ya Afrika. Sisi bwana tuko mbali, kizazi kipya mke wangu. Ile mara ya kwanza amekudondoshia nguo. Alikuwa kama alivyozaliwa. Siku nyingine ataingia chumbani kwako kama alivyozaliwa. Mke wangu, kuteleza sio kuanguka. Siku ile alifanya bahati mbaya. Na haikuwa kusudi lake, alikuwa anatandika sio anafanyaje na kama pazia sawa, nguo ikadondoka. Bahati mbaya. Sawa Brighton. Susha samee, mbona napenda sana kufua makaburi. Sawa Brighton, nimesema nini? Sawa. Haya, tuanze chumbani basi. Tukalale.
Nimekuja nimekula leo. Tawa tukaende chakula chako. Umepika wewe kwanza? Ndio nipo kazini. Nipo kazini. Basi kesho nitakunipikia wewe. Sawa. Maria vumilia. Mama mtoto. Yote yatakwisha. Wewe kijana, usiogope. Nimekuja tu kukuonya. Acha kufuatilia kesi ya binti yangu. Na kuona sana una kimbelembele cha kufuatilia ile kesi ya yule kijana aliyekufa gesti. Futa faili lake mara moja. Tena futa haraka sana, ole wako. Usije ukasubutu kufanya lolote. Nakupa siku moja. Ufute kabisa hiyo kesi, futa faili lipoteze. Na nisije nikasikia hili kwa mtu yoyote, umemwadisia mtu yoyote au kulisikia kwa mtu yoyote. La sivyo, roho yako itakuwa mikononi mwangu. Nitakufanya kitu kibaya sana. Mwisho kabisa, mwisho. Hivi nauta? Au ni kweli? Hapana. Hii ni live kabisa. Sije kuona mchei live. Nasikiaga tu. Lame nitokea live. Hapana. Sitaki kufa. Sitaki kufa. Nimeona vijana wengi sana wakifa kwenye vifo vya kutatanisha. Hapana, siwezi kufa. Unajua umenipa wakati mgumu sana mpaka kukupata. Wewe ni mzuri. Unang'aa kama dhahabu. Una pua ndefu na macho mazuri. Unajua mara ya kwanza nilihisi labda wewe ni Mwafrikasti. Yes baby, mimi ni Mwafrikasti. Oh, kweli? Ndio maana unafanania. Una pua ndefu. Wewe ni msafi mpaka damu yako safi. Mwili wako wa joto.
Papa, unaniambiaje damu yangu ni nzuri na haujanipima? Mimi nilikuwa nakusifia tu, usikuwa na nia mbaya. Unanitisha bwana papa. Mimi nafikiri tumekaa kidogo hapo. Ni muda mrefu umepita sasa. Naomba uniruhusu niende kwa sababu kuna kikao nataka niwahi. Lakini leo uje nyumbani. Kama lisali moja hivi mbele nitakuwa nisharudi, uje nyumbani. Lakini papa, mimi naomba uninunulie iPhone 17 maana marafiki zangu wote wana iPhone 17 na wananitambia. Jambo dogo hili kwa Kibundila. Labda nikuondoe mashaka tu. Hiki ni kitu kidogo sana kwangu. Mimi naitwa Mr. Kibundila. Call me my name? Mr. Kibundila. Yes, I'm here. Hivyo vinawezekana. Jamani, furahi iliyoje. Sawa eh? Yaani ondoa wasiwasi kuhusu hilo. Okay. Nitashukuru sana. Basi mimi wacha niwahi. Lakini usikose kuja. Sawa? Okay, babe. Fanya hivyo. Okay. Usikose kuja. Nakuja, babe. Mr. Kibundila. Mr. Kibundila. Jamani, siamini kama leo nitapata iPhone 17. Wenye nguvu wanasonga, wanyonge wanalia, ndoto tu za utajiri zinapita kwa mbali. Tunajaribu lakini hatufiki, ndoto za utajiri zinajaa giza, mashami mapambano. Karibu mzee wangu, nakuhudumia nini? Karibu sana. Unga upo? Ndio upo. Afu mzee unaonekana mgeni maeneo haya. Sijawahi kukuona. Sasa kazi yako ya kuuzia unga wageni. Wewe ni mganga. Sasa hapa nakuja kununua mganga. Haya bwana, kiasi gani? Nimagaidi. Angalizia biskuti. Biskuti. Hii hapa mzee. Aya, sana. Mimi napenda sana kuwakarimu wateja wangu. Jisikie kabisa huru. Azoea sana. Marahaba. Bendo. Awe, yaani umelala hapo umetulia kimya. Ujue nje anojie. Amka. Binti. Unaniangusha bwana.
Yaani ungejua kama hili ni jambo lako, usingejilaza hivyo kama mtu mwenye kimimba hapa. Yaani ninavyokuambia huko nilipotoka. Sijui nikwambie? Yaani leo mwendo wa hivi. Kama nakuona. Asa shogangu, si uniambie shida nini? Maana umekuja ruwangu utafikiri unakuja kuzima moto. Kale kabinti kanguruwe poli kanachoidai kutembea na Shemela. Kibenteni wako yule anayetembea naye. Nimemuona. Hapa. Mchuzi wa mbwa ulio wa moto. Twenzetu tukamchanganya tumvuruge. Tena kapendeza, nataka tena tumfanyie shengesha. Yaani Zuu, katika siku ambayo umenipa taarifa nzuri ni hii. Tena taarifa ya moto. Sasa nisikilize. Andaa tagi ubavu mmoja. Twende. Tunaenda kuonyesha. Karibu. Nipe sabuni. 2000. Vipi dada? Mbona chelewa? Dada, hela zangu sizioni. Uzioni? Sizioni hela zangu. Hivi kwa nini babu ambaye anabishana naye pale unamjua? Hapana, simjui. Wale mababu wa vile kwa chuma ulete. Kasha kuchezea mchezo. Sisi tumwangalie kwanza. Sasa mdogo wangu subiri. Tutafanyaje mimi? Tutafanyaje jamani, tuka wapi? Mimi nitamweleza ili kumwangalia huku. Basi yule mzee Bukula yule, wewe ndo wacha wenyewe. Sawa mdogo wangu, mimi sikai mbali na hapa, sawa Kwa hiyo changu mimi nitaijia, sawa mdogo wangu. Basi nyamanza, sawa Kuna muda nawaza hata yangefika mwisho kabisa, mwisho. Hapa kazi. Hapa ni muda wa kuhesabu mapato tu sasa. Kasisi, talala na njaa mimi. Kisia kama kamari palatu ndio. Sasa buku naondoka na buku 20. Buku yangu imerudi. Haya, 1, 2. Hapo sasa kila kitu kimekwenda sawa. Hapa sio kilo 1 tena. Hapa 2, 3 kwa mfuko tu. Watoto wanakula ugali. Wala nao. Hapa kazi. Rais anasema kazi. Hapa sasa natoka zangu taratibu bila bubuza ya mtu. Hakuna mtu alioniona hapa. Hapa natoka zangu mimi kwa raha zangu. Kasisi za leo msalama. Uchawio Lili maisha kutwa kupalanganya, ila leo bora ya jana. Yule na vurugu tu kutwa kulogana tabu, lazime zama tuja kutokoni nani. Maisha mbona sinja tulali. Kuna nini? Yaani mwanamke mzima kajaza minguo tu. Kudaladeki kula chochote cha maana. Sasa nisikize nikwambie. Mimi katika maisha yangu sijawahi kuibiwa mwanaume. Ila kwanza ulielewe. Alafu cha pili, wewe mwezaje kumchukua mwanaume wangu na kati mimi mtaa mzima wananijua. Mimi mtaa mzima naogopeka. Wewe kama nani kwanza? Wewe kwa nini umeingia kwenye anga zangu? Wewe kama nani? Dada samani sana. Mimi mume wako amenifuata mwenyewe. Mimi sijamfuata. Mwangalie ule kaa twiga. Eti mimi sijamfuata mwenyewe. Wewe ndio unatamani naye. Unadhani sio eti yule mfupi? Sio nani? Wewe dada vipi, mbona unazungumza sana? Nimekwambia mimi sijamfuata, mbona uelewi? Kanifuata mwenyewe. Hebu njoo.
unatujua kwa tumbili letu. Tena sasa rudia tena. Au endelea kuwa naye. Usipomwacha utanijua mimi nani. Haiko sawa, isiyo sawa. Achana hapa, sina kuonyesha video hapa bibi. Ile ni bwana. Unataka game, unataka video? Basi nakia katuni. Katuni umekuwa mtoto mamangu. Mimi sio mtoto kwako, ujue. So mpaka kwenye video bwana. Sikia eti mwanamke ni mtoto sio hivyo. Kweli. Aya, basi tafute. Kaka. Na umependeza. Wigi kama Rihanna vile. Wow. Na uzuri pia anachangia. Sawa. Niambie. Alafu kaka. Zingo sio aliniambia mwenyewe, unakumbuka? Sasa nazipenda na huwa zinanipendeza sana. Ile zinaanza kuniluka na hata ile koti. Kwa hiyo nilikuwa naomba uninunulie zingine kama hizi kwa sababu nazipenda sana. Sawa, kesho nikienda kazini nitakuja nazo wewe tena. Nazipenda sana kwa sababu huwa zinanipendeza sana sana. Yaani hata nikisimama mimi na Wife Maria hata sale yapati. Umenisi unaona? Oya. Kibona. Ushavibogoja vya kutosha. Ayo ongea jikoni kwenda kumaliza kupika. Lakini navutia. Siwezi tena kiona ukasema. Unajua Kibona anamtenga kituko tu. Anafurahisha. Achana. Ngoja kamsaidia kwanza kupika na kuja. Leo namsaidia kupika? Sawa. Kibona. Wewe unajichukuliaje kwanza nikuulize? Hivi kwani unapenda kutuacha mimi na mume wangu tukae kwa amani? Kila tunapokaa mimi na mume wangu wewe hupo kama kunguni. Una shida gani? Na kama uzuri unaozungumzia wewe unao umenizidi mama. So uko na mume na ukiwa kwenye nyumba yako. Kinachokufanya ngani kwa kakako hapa ni nini? Si hata katuko leo. Ila nikitaka na leo hata kesho. Unafikiri mwanamume gani mwenye akili zake timamu kupenda mwanamke mwenda wazimu kichaa kama wewe? Utaendelea kusugua gaga hapa kwa kaka yako mpaka uzeeke hapa hapa. Kama utojibadilisha na hiyo tabia, kwa sababu hapo ulipo uwezekana wifi, mama mkwe, wala nani, huwezi. Unajiamini mwenyewe? Kwa hiyo unaweza kuishi na wifi. Wifi yako nipa hapa. Na sifurahishi na uwepo wako. Ndio uondoke kwenye nyumba ya kakaangu. Cha wewe. Nafsi yangu ina wasiwasi. Kila nikiwaona moyo unaenda kasi. Mawazo yangu binti hajiamini tena inizonga. Najiona tena si hajichukuliaje kwa huyu mwenzangu. Sijui ni kweli ninachokiwaza ama ni ndoto zina Mimi haiwezekani shangazi. Shangazi mimi haiwezekani haki ya Mungu ana shangazi mimi haiwezekani mimi tunakuona kila siku na mimi naona watu wameshangazi. Mimi shangazi mimi haiwezekani. Nini? Una shida gani? Shangazi huyo. Sio shida yoyote.
Nimekumisi sana shangazi yangu. Nataka hata nikuone tu. Wewe. Hivi wewe, kuna kitu unanificha eh? Yaani unalia kabisa afu unaniambia umenimisi. Kwa hiyo ukimsema mtu ndio unalia. Si ndio? Naomba uniambie mimi ndio shangazi yako, mimi ndio mzazi wako. Una shida gani? Niambie bwana. Shangazi mbaki. Haiwezekani shangazi, nimekuwa nikotoka nimepigwa sana shangazi. Yaani ila samani shangazi yangu kama nitakuwa nimekosea, lakini mimi haina budi bwana niseme ukweli shangazi. Kuna dada fulani hivi anaitwa Fatuma, ana kigroup chake. Hawa dada wanaishi bondeni nasikia, wanajiuzaga. Sasa mimi nashangaa wamenivamia tu njiani wakaanza kunipiga kidai kwamba natoka na mwanaume wao shangazi. Lakini mimi yule mwanaume mwenyewe hata hawataki shangazi, yule ni mwanaume wangu. Yaani Fatuma huyu maraya huyu Fatuma anayejiuza sasa anaifanyia vitu gani? Na kundi lake ndio wamekupiga wewe? Hivi huyu Fatuma anajikuta nani haswa yeye? Yaani anathubutuje kuja kukupiga wewe? Hajui kama wewe mtoto mjinyondo? Hajui. Ananitafuta? Fatuma ananitafuta. Fatuma ulivyo unanitafuta. Fatuma anasema na kundi lako unatafuta la rohoni mimi. Unanitafuta kabisa Fatuma. Fatuma ananipigia mwanangu. Kwa nini? Hivi huyu Fatuma anamjua Binyondo vizuri? Ananifahamu vizuri mimi? Mimi ndio mwenye mji mwanangu. Tamba unavyotamba, tembea unavyotembea, jitanue. Sisi ndio wenyewe wazawa. Mimi naogopa mimi, Fatuma haniogopi. Wananiogopa watu wazima na akili zao. Wananiogopa. Fatuma ananichezea. Tena bora angenichezea mimi. Mwanangu, familia yangu, mimi nakwambia nitamuonyesha. Kama yeye anajua kufanya hivi na familia yake, basi sisi tunajua kufanya hivi na familia. Wakome shangazi. Wakome hasa nyanyuka mwanangu, wewe usilie. Shangazi taratibu mwanangu unaniumiza. Fatuma ananiumiza mwanangu namna hii. Sasa nikushikie wapi? Nyanyuka basi. Haya taratibu mwanangu. Yaani mlembo wangu wanaenda kukutwangea kwa nini? Mimi nakwambia nitawaonyesha. Subiri, watajua Binyondo ni nani. Nyamaza sasa. Wakupia mpaka huku. Basi nisubirie dada. Ufanye huu upumbavu, si ndio? Kwanza nisamee mamangu. Maana sio kwamba mimi nilitembea naye. Mimi sijafanya naye chochote. Alafu yeye ndo alinitongoza mimi. Sawa. Yeye ndo alinifuata na mimi nilikuwa sina hata muda naye yani. We kaka muongo wewe, sijai kuona. Mwangalia vinyoe vyake hivyo. Nini? Dada muongo huyu. Bwana muongo sijai kuona wewe duniani. Dada alikuwa anatutambia. Nakwambia kaka anatembea na kipisikali mtoto wa 2000. Anakwambia watu sini wa nini? Mshangazi mimi wa nini? Namwambia yule dada sio mshangazi, yule ni aunti kwa kizungu. Lakini alikuwa anakutambia bala. Yaani kama huyu sio mwanaume dada. Wewe koma. Tena koma kabisa. Unaona unavyoniheshimu mimi? Na huyu naomba umheshimu hivyo hivyo. Huyu ni shemeji yako. Si unaelewa wewe? Sio unarusha maneno. Utafikiri unachangia mada kwenye kikao cha vikoba. Samahani. Sawa eh? Tena unipumu. Sipendi uniingilia katika anga zangu. Mimi na wewe nyumbani tunaweza tukaongea hivyo vitu, lakini sio kwenye mapenzi yangu. Tena usiniingilie kabisa kwenye maisha yangu. Huko sio hapa. Niambie baby. Kwa tunafanyaje sasa mamangu? Maana sina hata hela. Acha hata hela kula mama. Nilivyokuwa kwa nilikuwa nakutumia kila siku. Lakini mpaka leo huna hela, si ndio? Sasa ulikuwa unanitumia nilikuwa naweka, si nilikuwa natumia. Haya. Nakupa shilingi 20,000 tu hapa. Hii hela nakupa sasa kahonge. Dada. Nachoka mimi. Na hela tena.
Hii aibu hii. Hii ni aibu nzito. Yaani Big Boss unafanya vituko kama hivi. Sisi tunajifunza nini? Yaani mwanamume kakuchiti huyo. Nakwambia amekuongelea dharau huyo. Bado unampa hela. Na mimi kutoa viguruguru vyangu kule na kumwambia kuja kusaidia hapa. Kija tunamchamba au tunampiga ngumi. Unafika unafanya. Kwa hiyo baby. Nitakucheki basi mama au vipi? Sawa. Nitakupigia simu. Sasa lakini wako la kumwambia kuendelea tena. Haya. Babangu huyo. Nitakutafuta. Mimi mwenyewe hiyo tunaijua. Wewe bwana koma, acha kumnyooshia vidole shemeji yako. Vipi? Kama unamtaka sema. Leo inakuuma. Dada macho amekutoka, unaambiwa ni yako unigombanishe naye. Huwezi. Hatuachani leo, kesho wala kesho kutwa. Lakini dada umezidi. Tena umezidi, hii ni aibu kubwa na umenizalilisha leo mimi. Hapa ninavyokuambia kila siku tunavyozidi kwenda ndo unazidi kumpenda. Yaani hata usiingilie. Shogangu. Si unaona kama hivyo umeomboka? Sura ndogo kama pilitoni. Ya ache, mapenzi hayaingiliwi. Sawa? Kwa kweli mapenzi. Kwa kile kituko na bado unampa hela. Tena ukua basi muita kituko. Su, simtafute. Su. Nipo huku. Karibu mwenyewe, niko huku naosha vyombo. Karibu. Kumbe wewe. Jamani. Shikamoo mama. Mabaya. Wapi? Nipo mama, niko mjini. Jamani, ndio umetupotea hivyo kimyaji. Mama wangu nipo. Sina moja kusalimia, nimekumisi wewe. Basi umenimisi mimi. Kibona nakwambia ndio usiongee. Yuko wapi sasa Kibona? Kibona aendelee kukaa hapa. Binamu yake alikuja kumchukua naye kapata kazi kwa binamu yake mjini. Hata mimi kujua jamani. Sasa kuage vipi? Wewe mwenyewe ndio unaanza kuondoka. Hata kuaga hukuaga. Na yeye naye zamu yake ilipofika naye kaenda. Basi hata angeniambia. Naye niambie mwanangu sasa. Wewe utaenda kumuona lini rafiki yako Kibona? Mimi kesho naweza nikaenda. Kesho? Kesho naweza nikaenda huko. Jamani, Kibona akikuona atafurahi jamani nyie. Maana alivyokuwa anakuulizia kila siku, "Mama hujamuona? Mama hujamuona?" Nikamwambia mimi sijamuona, naye kapotea kabisa sijamuona. Kila siku huko mdomoni kwa Kibona kila siku. Jamani, shoga yangu nimemisi vibaya mno. Wewe. Kwa tupate tu namba yake tu. Namba nakupa. Kweli? Sasa nataka nikwambie hiyo kesho kweli. Ila kabla hujatia mguu wa huko hapa. Uje hapa kuna kamzigo kidogo. Mpeleke Kibona. Halafu sasa ninachotaka nikwambie, ukifika huko kwanza unatulia pale ndani kama wiki hizi mbili. Kuna jambo mle ndani Kibona atakupa. Yaani kuna kazi moja nimempa na ukishirikiana na wewe hiyo kazi itaenda vizuri. Maana wewe ukifika pale sasa ile kazi unampa Kibona naona haifanyi kazi vizuri. Wewe nyuko hiyo mwanangu, nyuko hiyo kazi itaenda vizuri. Usijali mamangu, haina hata shida. Kwa tu nipe namba yake tu hapa basi. Mimi nakuwa nishamaliza mchezo. Wewe ufike pale ndani. Yaani wewe utakachokifanya mle ndani. Hii hapa. Hiyo ya mwisho 4 au nimekosa? Mwisho 4 ndio yenyewe? Hiyo 4 hiyo ndio mwisho. Usijali mamangu, kazi imeisha. Bwana wewe. Kama nyota ya mwanangu. Huo mzigo unaongezeka vipi? Kawaida tu. Hatari. Usijali mamangu, basi ngoja mimi niende. Sawa? Tutaonana. Ngara mamangu. Mlenda huu mwanangu, nimepika na kiugali nimekuwa siri yenu. Kinashukaga tu kiugali na mlenda. Basi mamangu, ngoja mimi niende basi. Haya. Jamani, si hatari ile namna hiyo. Yuko kaka. Uchawio, uliliwaijao